Ladies and gentlemen, again and again, all the way kutoka WB watu baki. Au sio Huyu si mwingine. Nataka kusikia makofi tena. Makofi, 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 makofi. Bado hayatoshi. All the way kutoka watu baki. Ladies and gentlemen, put your hands together for you my man, Saka. Let's go. Inakuaje? Kwanza kitu cha kwanza siku hii ya leo ndo mara ya kwanza na perform kwenye stage ya nyumbani. Lakini kitu cha pili ni kwamba na perform mbele ya mamangu. Mama popote ulipo naomba usimame. Mama popote ulipo naomba usimame. Jamani, huyu ndo mamangu. Huyu ndo mamangu. Umekuja kabisa. Njoo tupate picha. Hata ukirudi nyumbani waambie ulikuwa kazini kwangu. Mwenzako anajizalilishaga ndo hivi. Haya, asante. Zile mwanangu hela ya umeme. Nakupenda pia mama, asante. Zile mwanangu hela ya umeme nikijizalilisha hivi ndo natuma. Huyu ndo mamangu jamani. Mimi nimekulia Iringa. Nimesoma Iringa. Kila kitu hapa Iringa. Na mama naomba tumpigie tena makofi. Ni wanawake wana moyo. Unasomesha mtoto, unapambana. Mtoto inafanya uchizi stage. Mimi nimelelewa na mama peke yake, ni single mother. Kanilea mama peke yake. Lakini sasa mama kuna muda alikuwa ananilea. Sasa kama na mama, malezi na mimi mtoto wa kiume, lakini malezi anayonilea mama. Mbona kama malezi kama ya kike hivi. Jamani, mimi mama kanifundisha kusuka. Mimi najua kusuka. Nasuka no dress mimi, nasuka nini? Najua kucroch mimi, nasuka njia tatu. Mama kanifundisha hivyo. Kuna mtu anakaza, mama mbona kuna wengine wanafundisha watoto zao kutengeneza magari nini? Mbona anafundisha kusuka? Jamani, kama kuna kitu namsifia mama, alikuwa ananifundisha namna ya kusugua sufuria. Nikisugua sufuria inang'aa. Yaani inang'aa vibaya mno. Sasa mama yetu sisi bwana ameokoka, hana muda mrefu sana tangu aokoke. Sina shida na wokovu wake. Ila tatizo muda alivyookoka. Wokovu pale ndani uliingia kwa fujo. Wokovu mule ndani tukasema Mungu wangu tumevamiwa. Kuna muda kila kitu, yani kila changamoto inayotokea mama anaombea. Kila kitu unaambia mama, umeme umeisha, wanangu tuingie ndani tuombe. Unaambia mama, wamekata maji, wanangu naomba ita dada yako na mdogo wako tukaombee ile mita pale. Sasa siku moja nimejichanganya mtaani. Nimepigana huko, mama kapata taarifa. Kaja nyumbani. Wewe Salomwe! Ndio umefanya nini? Haya, katafuta fimbo ya kukutosha. Kajitafutia fimbo mwenyewe. Nikatoka kweli nikatafuta fimbo ya kunitosha. Sasa nimefika nyumbani, unajua nikasema hapa ni bora nichapwe, nijikomboe. Mwanaume nimelala pale. Nasubiria kuchapwa. Nasubiria nichapwe. Mama kaniangalia. Akasema, nyanyuka kwanza." Nikanyanyuka. "Leta hicho kiboko tukiombee kwanza." Kashika ile fimbo akaanza. "Baba, asante. Asante kwa ajili ya wema wako. Asante Mungu kwa namna unavyotupenda. Maana hata maandiko yako matakatifu yamesema, tusiwanyime watoto mapigo. Sasa baba, leo nitakachoenda kumfanya huyu mbwa." Sasa kilichonishtua akaanza kuwamention na ndugu zangu sasa. Nitakachoenda kumfanya huyu mbwa itakuwa mfano kwa mdogo wake Hansi, kwa dada yake na kaka yake pia. Asante Bwana kwa sababu unatupenda. Wewe mbwa, nimesema shika chini. Nasema jamani, huo wokovu hii too much jamani. Hii ni too much. Na wakati kipindi fulani nimerudi Iringa, tulienda pale safari inaitwa safari nini, hao wanauza simu. Wanaitwa safari nini, jina limenitoka kidogo. Safari? Yes, wanaitwa Safari Technology. Nikampeleka bi mkubwa pale akachukua smartphone yake kali. Wana simu nzuri kweli, afu bei rahisi. Sasa shida ya mama hawezi kutofautisha emoji. Kuna muda na chat naye, siku moja nisharudi zangu, mimi naishi Dar es Salaam. Nimerudi zangu huko, nikawa nimeacha cheti cha kuzaliwa nyumbani. Nikamwambia mama, naomba nitumie cheti cha kuzaliwa.
Mama akasema sawa mwanangu, hamna shida. Kweli bibi mkubwa akapiga picha, katuma cheti. Sasa ujue kwenye zile emoji kuna kidole kinaonyesha hivi, kuna kidole kinafanya hivi, kuna kamkono kamefanya hivi. Sasa mama akaona aniambia kwamba mwanangu, cheti chako hicho hapo. Sasa kuna kidole kingine kile hiki. Akanionyesha kama mwanangu, cheti chako hicho hapo. Kuna muda mwingine, kuna muda of course tulikuwa tumefiwa na babu. Tulikuwa tumefiwa na babu. Mama akanitumia message, mwanangu, babu yako kafariki. Naomba uwahi mazishi mwanangu. Yaani unajua jinsi ambavyo babu yako alikuwa anakupenda. Chini akachapa emoji za kucheka. Sasa yeye mama alikuwa anamaanisha nini? Sasa mimi mkubwa wangu unamjua akiwaga na stress pia, mvivu kula. Nikasema anyway sawa. Mama nikamtumia message. Sawa mama, lakini umekula? Akaniambia nimekula mwanangu na nimeshiba ndi. Akanichapa na kile emoji cha mimba kile. Nimeshiba ndi. Sasa anyway sawa. Kama uko hapa ndani na unajijua una date na Rastiboni, kunja ngumi mkono wako wa kulia. Piga kifua ukisema mimi ni shujaa, mimi ni shujaa, mimi ni shujaa. Tufanye kwa pamoja tafadhali. Kunja ngumi mkono wa kulia. Piga kifua sema mimi ni shujaa, mimi ni shujaa. Jamani, Rastiboni wasumbufu kwenye mahusiano. Rastiboni wanagumu kwenye mahusiano. Rastiboni visilani. Unaweza ukawa una mpenzi wako Rastiboni, wewe unamtreat kama mpenzi wako, ila yeye anataka umtreat kama mtoto wako wa mwisho. Tena hii tabia tunayo wanaume, Marastiboni wa kiume. Uongo ukweli? Wadada, uongo ukweli? Yaani kajamaiti kanataka, yaani kazi ya kwake, mshahara wa kwake, lakini kanataka asubuhi kaamsho, baby, amka ujiandae kazini. Baby, ukanawe uso. Baby, na hizi tabia za Rastiboni uwaga zinaenda mpaka ukubwani. Unakuta babako mtu mzima, lakini kwa ajili ya yeye ni Rastiboni kwao, aachaji ule Rastiboni. Yaani baba anakuta katoka kazini, anapitia mpaka jikoni. Anamwambia mke wake, mke wangu, afu anapendaga vitu vya kijinga. Mke wangu, matando ya wali shaiva. Mtolea hayo matando ya juu hapo. Anyimwe sasa. Nasema baba ndio kichwa cha familia, afu tunanyima matando. Sasa matando ya kumnyima mtu. Matando ya wali ya kumnyima mtu. Sasa hivi kuna hili wimbi la watu wengi sana wanajinyonga, wengine wanauana kwa sababu ya mahusiano. Stress za mahusiano. Sasa binafsi nilikaa nikatafakari, nikasema kama serikali ingenipa nafasi ya kuweza kuishauri nini kifanyike ili kuepuka ili jambo, mimi ningeishauri serikali ijenge chuo cha mapenzi. Afu ijengwe Tanga. Watu wajifunze kabla hawajaingia kwenye mahusiano. Na hata yale matangazo ambayo yanapigwa redioni, matangazo kwa ajili ya chuo, yangekuwa kama hivi. Kuna katika biti kangu katika taratibu kabisa. Matangazo ya redioni kuhusu chuo, wanatangaza hizo DJ. Unalipo wewe baba wewe. Tangazo linapigwa redioni. Mkuu wa chuo cha mapenzi mkoani Tanga anayefurahi kuwatangazia nafasi za masomo wale wote wanaotaka kujiunga na chuo cha mapenzi na kozi zitolewazo chuoni hapo: namna ya kuishi na mwanamke mwenye gugu miezi 3, namna ya kuishi na mwanaume kisilani miezi 2, namna ya kuishi na mawifi wenye midomo miezi 3.5, na atakayesoma kozi ya kwanza atapewa kozi ya kufanya masaji bure. Asante. Sasa hapo unaenda chuo. Hilo tangazo moja nafikiri tangazo linakuvutia unaona hichi chuo chenyewe hichi. Sasa unaenda chuo. Unaenda chuo. Washa kutana Masai anayejua mapenzi. Huyo mlinzi wa chuo. Yaani unafika chuoni pale unakutana na mlinzi Masai kwamba yeye subai. Kimekuja kusoma chuo ya mapenzi. Kimekuja kujifunza kimoso mtojo. Kila kitu kitapata hapa, kitafundishwa. Unaingia chuoni ndani wale wakufunzi. Kila mkufunzi ana ladha yake ya ufundishaji. Naomba tunako kabiti tafadhali. Huyo madam anaingia darasani. Yaani kwanza stars zimeweka kama hizi. Madam anazima hizi tafu zinawekwa disco lights. Anaanza. Good morning students. Leo tunaenda kuongelea mahusiano. Mahusiano ni nini? Mahusiano ni ile hali ya watu wenye kupendana, na endapo umetokea usaliti, basi mmoja ajishushe kwa mwenzie,
asante. Yaani wewe mwanafunzi, hivi nani anafeli hapo eti jamani? Nani anafeli? Nani anafeli? Sema ni wenyewe, nani anafeli hapo? Mimi mwenyewe na ujinga wangu wote nisingefeli. Naambia, lakini sasa shule hiyo, chuo hicho, kila mwalimu ana flavor yake. Unakutana kila mkufunzi na flavor yake. Unakutana na huyo mkufunzi mwingine muda wote anakata mauno. Yaani akiwa anatembea yeye humu tu. Akiingia darasani sasa. Morning student. Habari zenu? Mnaendeleaje? Sasa nikajiuliza, what if ndo ingekuwa maisha yetu, yani muda wote. Muda wote yani mtu unatembea tu hivi. Mbunge wako anakuja jimboni. Oye! Labda sasa imetokea mistake kidogo labda ya kiufundi. Sasa mbunge natakiwa ageuke aulize kule mitambo. Jamani, mbona kimya huko? Hizo mic imefanya nini? Asante, naitwa MC Saka kutoka Watu Baki. Nawapenda sana Iringa. Wewe kijana ngoja bwana. Yaani umekuja hapa na umemwalika na mama. Aha. Aje angalia ujinga wako. Sasa nitafanyaje? Mama, kwa kuwa nimemrudisha Iringa. Alifuata Dar es Salaam alifuata nini? Ni sanaa tu, nilikuwa nasoma pia nikaendelea na sanaa huko. Sasa sanaa imekurudisha Iringa. Yes. Mama, naomba huyu kijana abaki hapa, tulime pamoja, habari za kucheza hamna. Alafu, sikia hivi hiyo Saka ni kifupi cha Isakalilo au ni nini? Okay, Saka ni kifupi cha Salum Kasim. Hapa watu tushaenda Isakalilo tusharudi. Sasa tulikuwa tunajiuliza, ungeitwa Ilala. Ungekuwa unatokea Ilala. Ungejiita Ila au ungejiita Lala? All right.